Na nidhamu ni kitu kigumu sana kwa watu wengi. Ndio maana ukiangalia nidhamu ni tabia, na nidhamu inajengwa kama tabia zingine zinavyojengwa. So mtu anapokosa nidhamu, huyu mtu hawezi kuendeleza mambo. Ndio maana ukiangalia changamoto kubwa ya watu ambao wameanzisha mambo ila hawajayatimiza ni watu waliokosa nidhamu. Nidhamu na uendelevu ni vitu viwili vinavyoenda pamoja. Mtu hawezi kuwa na uendelevu wa mambo kama ana nidhamu, kwa sababu nidhamu ni kuamua mambo gani ufanye ili utimize ulilotakiwa kulifanya na mambo gani usifanye, kwa sababu nidhamu itakuamulia mambo gani usiyafanye ili ufanye lile ambalo unatakiwa kulifanya. So kitu cha msingi ni kujenga nidhamu. Unajengaje nidhamu? Unajenga nidhamu kwa kujitengenezea mfumo. Mambo yanayotuamua kwenye maisha yetu ni yale mambo ambayo yametoka kuwa tabia, yametoka kuwa taratibu, kuwa desturi, yamekuwa mifumo. Mfumo ni mgumu sana kubadilisha. Ndio maana hata serikali watu wanasema serikali ni mkono mrefu. Ni kwa nini? Kwa sababu serikali ina mifumo. Utasikia kuna mfumo wa Wizara ya Fedha, utasikia kuna mfumo wa Wizara ya Afya. Ni vitu ambavyo ni mfumo ambao unasimamia kitu fulani. Na sasa ni rahisi kwa mtu kuwa na nidhamu pale ambapo anatengeneza mfumo. Mfumo gani? Mfumo kujitengenezea kuenda kwenye ratiba, kufanya vile ambavyo mtu umeweka mpango wako kama nafanya kitu fulani, nafanya kitu fulani. Zaidi ya hapo, malengo yote ambayo tunayapanga, matamanio yote ambayo tunayo yatabaki kuwa matamanio, yatabaki kuwa ndoto, yatabaki tu kuwa mambo ambayo tumeandika, lakini hatutakuwa na uhalisia wa yale mambo ambayo tunatamani kuyafanikisha.